Hello, mambo vipi? Karibu sana kwenye NYP podcast. Mimi naitwa Chipe. Leo nitakuwa naye Gea ambapo tutazungumza vitu mbalimbali kama vijana vya kiafya, na unaruhusiwa pia kutupia comment yako hapo chini kwa kuuliza kitu chochote ambacho unahitaji kukifahamu. Leo tutazungumzia masuala mazima ya unyanyapaa, lakini pia mahusiano yaliyopo kati ya masuala ya unyanyapaa pamoja na changamoto za afya ya akili. Karibu sana. Asante. Nje jua ni kali eh? Yeah, sana. It's like kama mvua haijanyesha vile. Hivi hii ya mvua kunyesha sehemu moja ukienda sehemu nyingine na wewe pia inakupa shida kidogo? Kushangaza. Dhambi zimezidi huenda. Karibu sana NYP. Asante. Tunafurahi sana kuwa na wewe Gea. Tunafurahi pia. Karibu sana. The first time tulikutana hapa NYP Yeah. Leo pia imekuwa vyema kidogo kuonana. Kwa mtazamaji wetu mpya kabisa wa podcast yetu ambaye labda hakufahamu, karibu kujitambulisha kwa ajili yake. Okay. Kwa majina naitwa Gea Ramadhani Mbaruku, ni kijana, ni mama, ninaishi na nilozaliwa, ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ambaye ninafanya kazi kwenye taasisi mbalimbali ikiwemo ni mmoja kati ya watoto au ya vijana pia nilokulia kwenye mikono ya NYP, lakini pia kwa sasa ninafanya kazi kwenye mashirika tofauti ambayo bado yana deals na kusaidia kuondoa maambukizi kwa vijana au hata kwa wale ambao bado wana maambukizi kuendelea kuwa wastamilivu na kuwa wafuasi wazuri wa dawa. Kwa hiyo niko pale kama kuwasaidia wamama ili kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo tunafanya vitu kama hivyo. Kulingana na namna ambavyo unafanya vitu vyako na mambo ambayo unayafanya, obviously mtu akikwambia issue unyanyapaa au neno unyanyapaa, obviously sio neno geni masikioni mwako. Unaelewa nini mtu anapozungumzia masuala ya unyanyapaa? Unyanyapaa ni nini? Okay. Unyanyapaa mostly tumelizoea kulisikia unyanyapaa kwenye mambo haswa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni hali ya kukosa uthamani, naweza nikasema, kutokana na hali yako, not only kukiwa na kwa sababu ya maambukizi, lakini pia huenda kwenye ulemavu, unakosa uthamani, lakini pia kutengwa, kutokuwa pamoja na wale watu ambao wanaweza kufanya vitu vingine. Hiyo ndio unyanyapaa. Watu wengi wanafahamu unyanyapaa kwa namna tofauti and namna ambayo umeielezea wewe, that means kwamba kuna namna ambavyo unaweza kuzidescribe aina za unyanyapaa. Mtu akifanya nini au kitokea nini unaweza kusema huu ni unyanyapaa. Okay. Naweza nikatolea mfano mimi mwenyewe. Mimi nilizaliwa na maambukizi. Lakini 2007 kwenye hizi initiative za Angaza ndipo ambapo mlezi wangu aliweza kunipeleka kwenye hospitali ya Magomeni kutaka uhakika kwamba kweli ninaishi na maambukizi, kwa sababu mimi wazazi wangu walifariki nikiwa na miezi 3, nilikuwa mdogo. Kwa hiyo wakawa hawana uhakika kwamba na mimi ninavyo ama sina. Kwa hiyo waliweza kunipeleka pale. Ilikuwa ni kawaida, lakini baada ya kupokea majibu na kurudi nyumbani, historia ilibadilika ama hali ya hewa ilibadilika. Kwa sababu unyanyapaa wangu mimi ulianzia baada ya kuwekewa kila kitu changu cha kutumia, let's say kikombe, sahani, brush ya kuoshea, ndoo, mashuka, jagi la kunywea maji, hivyo. Kwa hiyo ilinifanya mimi nijihisi kabisa kwamba huu ni unyanyapaa. Japo nilikuwa ni mdogo, lakini ilikuwa inaniumiza kwamba kwa nini wenzangu wananywa kikombe chekundu, mimi cha kwangu ni cha blue na ni cha kwangu peke yangu. Kwa huo ni unyanyapaa ambao unatokea. Lakini pia ukiacha tu unyanyapaa ambao unatokea kutengewa vyombo ambao sana unatokea majumbani, lakini tunasahau unyanyapaa wa maneno. Kuna unyanyapaa ambao sisi tunajua tu nikikwambia labda Chike, wewe kikombe chako ni hiki, tunahisi huo unyanyapaa. Lakini kuna ule unyanyapaa kuambiwa, I remember kuna neno niliwahi kuambiwaga na mlezi wangu, aliniambia hawezi kumsomesha marehemu kwa sababu atakufa kesho kutwa. Ilinifanya nijihisi okay, kumbe mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi hawezi kuendelea mbele, hawezi kusoma, hawezi kufika mbali,
hawezi kufikia ndoto zake. Kwa ni maneno ambayo unaweza kuyaona ni ya kawaida, lakini kwangu mimi najihisi kunyanyapaliwa au kukataliwa. Kwa ni kitu ambacho mimi kilikuwa kinaniwia vigumu. Miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi watu wengi wanavipitia lakini hawajui kwamba huu ni unyanyapaa. Baadaye ndio mtu anakuja kurealize kwamba kile nilichofanyiwa unajua ilikuwa unyanyapaa ule. Wewe wakati unapitia hayo yote ulikuwa unajua kabisa huu ni unyanyapaa, au tu ulikuwa unaishia tu kujiuliza kwa nini ananifanyia hivi, ananifanyia? Ni lini ambapo ulianza kujua sasa kumbe 1 2 3 huu ni unyanyapaa? Kusema ukweli, for that time kwanza nilikuwa ni mdogo. Alafu sikuwa najua. Kwa sababu even hata siku hizi ndio kuna ile test and treat na kudisclosure kabisa. Lakini zamani sisi ulikuwa unatakiwa kwanza uwe sawa, ukue kidogo. Kwa kwanza sikujua kama ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa nilijua tu maybe labda wazazi wangu wamefariki ndio maana hichi kinaendelea. Sikujua kwa wakati ule. Lakini kadri nilivyokuwa nazidi kukua ndipo ambapo nilijua kabisa kwamba hiki, na kama unavyosema Chike, kuna unyanyapaa ambao unaendelea. Tukichukulia mfano, kuna wanawake wengi ama kuna mabinti wengi wanameolewa na wanapigwa, lakini tunasema bila mume wangu kunipiga hanipendi. Kwa nini? Kwa sababu hatujui kwamba kumbe kupigwa na kwenyewe ni unyanyapaa. Ni kuteswa kihisia na kimwili. Sawa, kwa sababu tukiongelea unyanyapaa, that means ni kuteswa kihisia na kimwili. Lakini tunasema kwamba mume wangu akinipiga mume wangu bila kunipiga hanipendi. Na vitu hivyo vipo, lakini kuna vitu ambavyo vinaendelea katika jamii yetu. Tunashindwa kuviangalia kwa sababu bado kuna watu hawana elimu ya kuhusu nini unyanyapaa. Kwa ni kitu ambacho kipo, lakini tunashindwa kukiangalia. Mostly ya watu sisi tumeweka macho yetu mengi ya unyanyapaa kwenye afya, kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi peke yake. Lakini tunasahau huku nje kuna mabinti wengi wanateketea kwa kuwa hawana elimu ya nini ya unyanyapaa. Mimi nilipokuwa mdogo Gea, kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa naviona ambavyo havikuwa sawa, ambavyo vimenipelekea mpaka leo mimi nikiona mtu yoyote anafanywa hivyo vitu kwa namna yoyote nitareact. Baada ya wewe kufanywa hayo yote, ni unyanyapaa gani ambao umeshawahi kumuona mtu mwingine sasa sio wewe akifanyiwa na ukasema no, huu ni unyanyapaa na inabidi tukemee? Ni story gani ambayo unaweza kutupa story kidogo labda ya kuhusu jambo lolote ambalo umeshawahi kuliona? Naweza nikarudi nyuma. Nilipokuwa na mimba mtoto wangu wa kwanza, kulikuwa na unyanyapaa unaendelea kwenye kituo cha afya. Ambacho sasa ulikuwa unachukulia adabu. Ambapo ulikuwa ni tabia sasa inaendelea. Kwa nini? Kwamba tukumbuke kwamba mimi napendaga kuongea ile sehemu kubwa ambapo unyanyapaa unaendelea sana ni kwenye sehemu ambapo vijana wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa baadhi ya vituo vya afya vinaendelea. Kwa hiyo kulikuwa hakuna usawa wa kuchukua dawa, kwamba mimi ni binti unaniingiza chumba kimoja na wamama watu wazima wanaanza kuniambia mtoto kazaa mtoto, yaani wewe hujionee huruma kabisa, unaishi na maambukizi lakini bado tena hujionee huruma. And as we know kama katika desturi zetu za Kiafrika ni uolewe ndio uzae. Kwa hiyo huo unyanyapaa ulikuwa haukuendelea kwangu tu lakini uliendelea kwa mabinti wengi. Unaona? Kwa kitu ambacho mimi nilikichukua action cha kwanza, niliweza kuwaambia kwamba tunahitaji usawa wa sisi kuwa na kliniki yetu, kwamba kama mabinti kuwa na sehemu ya vijana kuwa kama mabinti tuwe na Jumatano yetu ambayo mabinti tu tunakuja kupata huduma ya nini ya dawa. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho niliweza kukifanyia kazi na nashukuru Mungu kiliweza kutekelezeka.